Nina furaha kubwa sana kusimama mbele yenu kutoa wasilisho linalotokana na study au utafiti uliofanyika katika sekta ya utangazaji. Kazi na utu, tusonge mbele sasa hivi. Sawa. Sasa nafikiri tulifanya engagement na watu wengi sana wakati tunafanya hii study, na huwezi ukafanya study bila kufanya engagement. Kwa hiyo mengi ambayo tutazungumza hapa, nitakayotoa hapa, tulishawahi kushauriana, tulishawahi kuzungumza, na leo nina furaha kuwasilisha tuliyoyaona, findings na mapendekezo. Tuliyoyaona na mapendekezo. Kwa hiyo presentation itakuwa kwenye Kiingereza, lakini nitajaribu kuielezea kwa Kiswahili kadri itakavyoona inafaa. Utafiti huu umetokana na ukweli kwamba tumekuwa tunafanya amendments za regulation toka 2018 na kumetokea mabadiliko makubwa sana katika sekta ya utangazaji. Kwa hiyo tukaona sasa tufanye holistically study ambayo itatoka na kitu kitakachoishi kwa muda mrefu, kwa sababu kimefanyiwa kazi na kimefanyiwa utafiti. Kwa hiyo nitaeleza kidogo kuhusu hii project ya study, alafu nitatoa na overview kidogo tu, tutorial kuhusu masuala ya broadcasting, challenges tulizoziona na tulichokiona, findings, na mapendekezo, recommendation. Utafiti huu ulianza na kukusanya takwimu, data. Kukusanya takwimu. Huwezi kufanya study yoyote bila takwimu. Kwa hiyo tulianza kwa kukusanya takwimu. Kuna maeneo hatukuwa na takwimu nzuri sana kutokana na sisi broadcaster hatuhifadhi information, hasa kwenye masuala ya advertisement. Lakini tulifanikiwa kupata baadhi ya taarifa. Alafu tukawa na fezi ya kwanza, tukaliangalia soko la utangazaji likoje, tukalichambua kwa classes mbalimbali, lakini vile vile sasa tukarejea kanuni na miongozo ya kisheria iliyopo, na baadaye tukaangalia masuala ya leseni na fees, na tukaandika recommendation. Ni vyema mkajua waliohusika na utafiti huu ili muwe na confidence ya matokeo. Tulipata mshauri mwelekezi kutoka Uingereza, kampuni inaitwa Cineva, ambayo ndio ilihusika na utafiti huu. Na katika timu hii ya Cineva kulikuwa na expertise mbalimbali. Kulikuwa na mtu alikuwa anashughulika na masuala ya regulatory affairs, kuna mtu alikuwa anashughulika, ni mbobezi kwa masuala ya economy regulation, kuna mtu alikuwa ni mtaalamu wa legal, masuala ya legal, financial analysis. Kwa hiyo utaona maeneo yote hii timu ilikuwa na composition nzuri sana. Lakini kwa upande wa Tanzania walihitaji kuwa na supporting team ambayo wakitaka ufafanuzi wa jambo fulani wanamuona mtu ambaye ni expert wa eneo fulani. Kwa hiyo upande wa Tanzania tulikuwa na mtaalamu wa mambo ya broadcasting, mtaalamu wa mambo ya legal, mambo ya media, financial, economy na radio spectrum management. Kwa hiyo hii team ilipata supporting team kutoka kwa wataalamu toka TCRA waliobobea katika maeneo tofauti. Sasa unapofanya study yoyote lazima uwe na guiding principles, kitu kinachokuonyesha kwamba hiki ndio principle, kanuni yangu nitakayoitumia kwenye utafiti. Kwa hiyo guiding principle ya kwanza, nafikiri huwa mnaiona kwenye vipeperushi vyetu, ni creating a level playing field. Uhakikishe kwamba kuna usawa wa ushindani katika utoaji wa huduma. Hiyo ndio ilikuwa mojawapo ya guiding principle ya kufanya study yetu. Lakini guiding principle nyingine ni kuhakikisha kwamba tuna create an enabling environment
ambayo ita promote business growth. Nia yetu ni kuona kwamba biashara hii inakuwa. Kwa hiyo wakati wowote unapotunga sheria na kanuni, unahakikisha kwamba inawawezesha watoa huduma kukua. Kwa hiyo tuna create an business environment ambayo ina promote business growth. Sasa naomba nizungumze kidogo an overview ya broadcasting. Kwenye broadcasting huwa tuna vitu viwili. Kuna content, maudhui, alafu tuna infrastructure ambayo ndiyo inabeba hayo maudhui. Kile kipande cha juu kilichoandikwa content, wote tunajua kwamba tunachopeleka ni audio au tunachopeleka ni audio visual au tunachopeleka ni images and text. Matarajio yetu ni nini kila wakati tunapeleka huduma za maudhui? Quality local content. Hakuna nchi ambayo haiongelei quality local content. Ukienda European Broadcasting Union, wana kanuni kabisa za European Union ile inayohusu local content. Hakuna nchi ambayo haiwezi kuongelea local content. Lakini kingine ni diversity of content. Dunia ya leo ni ya uchaguzi. Huwezi kunifanya mimi nisikilize kitu kimoja kama zamani Radio Tanzania unasikiliza hiyo. We have to have diversity content. Lakini pluralism, media, hatuwezi kuwa na media moja. Hata sera yetu ya utangazaji inasema tutakuwa na vyombo vingi vya habari na utangazaji kadri inavyowezekana. Lakini jingine ni adherence to Tanzania moral values and culture. Hakuna mtu asiyethamini utamaduni, mila na desturi za nchi yake. Nafikiri wengi mlimwona yule rais wa Ufaransa, sijui wangapi walimsikiliza, akipiga kelele sana kuhusu international platform. Ndiyo sasa hivi zinazowalea watoto wetu. Yaani wanachotoa kule hizi international platform tunazozifahamu, social media, kwa sababu zinakuwa owned na wakubwa huko, maudhui wanayotoa, algorithm ya maudhui yanayotoa ndiyo yanayoleza, yanayofanya makuzi na malezi ya watoto wetu. Dunia imeshtuka sasa hivi. Sijui wangapi walisikia ile speech. Na yule expert wa Spain naye alilalamika kwamba sasa imefika wakati tupige kelele. Hawa international platform owner ndio wamekuwa walezi wa watoto wetu. We have to take some action. Kwa hiyo hakuna nchi isiyothamini mila, utamaduni na desturi zetu. Kwa hiyo maudhui yoyote lazima yawe na identity hiyo. Leo ukiangalia picha ya Kihindi utajua ni hii ya Kihindi kwa mavazi na jinsi wa muonekano wao. Leo nikiangalia picha ya Uturuki nitajua hawa ni Waturuki kwa mavazi yao, jinsi wanavyozungumza. Kwa hiyo we need to have a identity ya kama Watanzania katika mambo ya sanaa na habari. Kwa hiyo hizo ndio expectations zetu, audience satisfaction yetu. Kwanza niliongelea swala la media trust by the public and the stakeholder. Media trust ni kitu kikubwa sana. Ikiwa tunawalisha maudhui hawaamini, hawatuamini, ni jambo baya sana katika sekta. We have to build trust kwa consumers wetu. Na mtu ambaye ana build trust kwa consumer anafuatiliwa sana, maana kila habari ikitoka anasema huyu huwa hadanganyi. Kwa hiyo ni moja ya matarajio kwamba we need to build media trust kwa consumer wetu. Kuna kitu kinaitwa inclusivity and the universal service obligation. Jamii ni composition ya vikundi mbalimbali. Kwa hiyo lazima maudhui yetu yafikie vikundi hivi mbalimbali, lakini ni lazima tuhakikishe hatumwachi mtu katika masuala ya habari. Tukija kwenye masuala ya miundombinu pale chini, expectation ni kwamba miundombinu availability and affordability. Usiniletee miundombinu ambayo siwezi kuitumia kutokana na gharama. Kwa hiyo availability na affordability ndio kitu muhimu sana kwenye infrastructure.
Tuje kwenye masuala ya pay TV na free to air. Nafikiri nimeeleza hapo, nitapita haraka. Kwenye pay TV tuna partial regulation, sio ile full regulation kama tulivyo kwenye free to air. Free to air ni mode inayoonekana na watu wengi zaidi, kwa hiyo inawekewa taratibu nzuri za kuhakikisha kwamba kila kundi linafikiwa na maudhui ni relevant and appealing. Subscription ni kwa ajili ya watu wanaopenda kuangalia maudhui na most of the time yanakuwa na zile recently pictures, movies, drama, music na exclusive sports rights. Kwa hiyo huko ndio kwenye pay TV. Hivyo ndivyo soko la utangazaji lilivyo. Sasa nianze na changamoto zilizoonekana katika study yetu. Namba moja, tuliona kwamba kuna low penetration of decoders and DTT coverage upande wa television. Tutaiona baadaye, iko supported na data. Tuliona kuna failure to pay carriage fees, ni 20% tu wanaolipa transmission fee. Tuliona kuna unregulated advertisement market, na hii mlipigia kelele sana. Upatikanaji wa matangazo, hakuna utaratibu, haueleweki, una kona nyingi. Vikao vingi nafikiri mlipiga kelele sana swala hili. Na untrusted audience survey results. Kuna audience survey nyingi zilikuwa zinatolewa na makampuni, mnayajua. Tulifanya engagement na nyinyi, mmelizungumza hili kwa uchungu sana. Hii ni one of the challenges ambayo tuliona. Kuna public broadcasters interfering broadcasting market. Matangazo ya biashara, mlipiga kelele sana. Huyu public broadcaster anakuwa funded na serikali, lakini huku na hapo kwenye market tunapigana vikumbo vile vile. Ni swala ambalo liliongelewa sana, lakini vile vile tuliona kwamba hakuna adequate revenue ya kusustain FTA. Na tukumbuke hii inaendana na economic strength ya nchi, awareness ya watu kutoa matangazo. Mlituambia kabisa kwenye vikao vingi kwamba ukipeleka tu tangazo, kesho yake TRA wanawafuata. Kwa hiyo kulikuwa na filigisu nyingi mlizozungumza katika hili swala la matangazo ya biashara. Kwenye radio tuliona kuna challenge gani? Yale untrusted audience survey, inefficient startup capital. Wengi tuliona wanaingia kwenye biashara hawajaielewa kwamba mtaji ni kiasi gani, unatakiwa uendeje. Kwa hiyo waliingia tu na baadaye wakajiona katikati wanakwama. Failure to pay regulatory fees, tuliona 34% wamekuwa wakishindwa kulipa regulatory fees. Kuna baadhi ya radio zilianzishwa with political agenda. Kwenye utafiti unazungumza kila kitu. Kwa hiyo tutazungumza kila kitu tulichokiona. Kwa hiyo kuna wengine walianzisha with political agenda na baadaye wakaona kumbe haijibu. Kwa hiyo that was one of the thing tulioiona. Unregulated advertising market, nayo kwenye radio ipo. Lack of creativity, innovation and diversity in content. Kama Clouds ana content ya aina fulani, wengine wote wanaiga hivyo hivyo. Hakuna creativity katika utoaji wa vipindi na maudhui kwa ujumla. Hilo jambo lilijitokeza sana. And limited financial knowledge and managerial skill. Hatukuwa tunajua mambo. Umeanzisha kituo, umeanzisha media, managerial skill unayo? Kwa hiyo unajikuta baadaye unachanganyikiwa. Wewe unakimbizana tu na kutafuta matangazo, lakini financial management na managerial skill huna. Kwa hiyo haya ni mambo ya baadhi ambayo tulionana nayo. Sasa kwenye online mambo mengi ni yale, lakini kubwa content monetization. Nafikiri wengi tumelipigia kelele hili. Na tunajua Tanzania tuko kwenye kile kifurushi cha chini sana. Tuko na Burundi na nchi nyingine, na wanaofanya monetization policy zao ni hawa international platform owner. Tutaliongelea kwa upana jambo hili, lakini na lenyewe kulikuwa na matatizo ya kupay regulatory fees, kulikuwa na matatizo ya lack of creativity,
limited financial knowledge and managerial skill. Sasa findings. Namba moja, kama nilivyowaambia, tulikuwa na wataalamu wa mambo ya regulatory affairs. Definitions. Kwa uwepo wa regulation nyingi, definition zikawa haziongei, hiki kinasema hiki, hiki kinasema hiki. Hilo kama nilivyosema, study inasema kila kitu. Kama kuna mahali regulator ameera, inasema hapa kuna tatizo. Kwa hiyo upande wa regulation definitions, tuliona kwamba kuna inconsistency ya definition na nyingine hazitokani na sheria mama, na amezitaja. Ukisoma ripoti hiyo kwenye zile kala, zile page ya ripoti, ameitaja kwenye definition wapi tulitukosea. Hiki ndicho kingine analichozungumza, kuna a very complex broadcasting regulatory regime. Angalia kulia, regulation, tuna regulation ngapi pale? Tuna ya online, tuna ya radio and TV, tuna ya digital and other. Zote hizi kulia, hizi regulation zinamhusu broadcaster. Tuna codes zinamhusu broadcaster. Tuna rules zinamhusu broadcaster. Tuna license, hizo zote zinamhusu broadcaster. Kwa hiyo study ikaonyesha kwamba this is very complex. We need to relook and simplify. License classification. Ilionekana kwamba hii mambo ya district, regional, national katika technology advancement ya sasa hivi is not viable. Kwa hiyo tukaona kwamba study ikasema kwamba we have to relook this. Hii kwa wakati huo ilikuwa sawa, lakini sasa inakuwa ni kikwazo kwa mfanyabiashara. Kumbuka one of our principle niliyoitaja mwanzoni, creating an enabling environment for business. Kwa hiyo hii tukaiona, study ikaiona kwamba ni kikwazo. Jingine ni commercial license category. Wengine wako katika engagement wanasema, jamani, sisi ni asili yetu hatufanyi biashara. Mnapotumia neno hili commercial, linatuumiza sana, hatufanyi biashara sisi. Kwa hiyo tukasema we have to relook, tulifanya benchmarking, tukapata appropriate license categorization ambayo mtaiona huko mbele tulioipendekeza. Support services. Study ilionyesha kwamba support services ni yule mtu ambaye anauza anafanya marketing, ving'amuzi, ana install madishi. Sasa study ikajiuliza, is it hii kitu si ni biashara kama nyingine za kawaida? Regulator kweli anatakiwa kweli aregulate mtu anavyo install, anavyofunga madishi na atoe license kwa ajili ya jambo hili? Study ikasema this is a normal business like others. We are over regulating. Sisi kazi yetu iwe ni kutype approve hicho chombo, ni kuangalia kwamba je, standards zinatekelezwa, na kama ni content to regulate content. Kwa hiyo hiyo support services ikaonekana kwamba hebu tuiangalie, kiregulator haiko sawa. Sisi tuangalie vile vifaa kama viko type approved, tuangalie masuala ya standard badala ya kuweka regulation au license inayoitwa support services. Lakini vile vile tuangalie end product inayoenda kwa consumer, ndiyo tuiregulate. Lakini kuna biashara nyingine, license category nyingine imezungumzwa kwenye study, importation and distribution license. Study inasema uingizaji wa vifaa na usambazaji wa vifaa haina haja ya kuregulate. Sisi pale pale type approve standards ndio vitu muhimu. Tukienda huko tuwaachie mambo mengine, hii ni biashara kama biashara zingine. Digital divide trend of decoders penetration. Hii ni finding nyingine. Kutoka 2010 tulipozima mitambo ya analog kwenda digital, tulikuwa na visimbuzi 800,000. 2014 visimbuzi 1.5 million. 2025 3 million. Sasa ukiangalia kama
tuna visimbuzi hivyo karibuni 3.2 million. Ina maana kutokana na NBC kaya inahesabika ina watu 4, ina maana watu milioni 15 ndio wana access na decoder, ambayo ni 25% ya population, na ndio maana wengi wanaishia kwenye vibanda umiza. Kwa hiyo hili nalo ni jambo ambalo tuliliona. Kitu kingine ni geographical coverage ya DTT, tunaiona ni ndogo sana, mtaona jinsi inavyokwenda ni 33%. Kwa hiyo hili nalo ni jingine ambalo lilionekana. Lakini free to view TV service provider akitaka kupeleka content ili ionekane kwenye ving'amuzi vyote, ile content lazima aipeleke kwenye network zote, aipeleke Star Media, aipeleke Star Azam Media, aipeleke BTL. Kwa hiyo transmission cost inakuwa kubwa. Hii ni finding nyingine ambayo ilionekana. Kuna masuala ya mtu anaitwa laissez faire. Tuling'ang'ana sana kwenye compliance, lakini network planning tuliacha nyuma, na nitalielezea hili kwa kirefu zaidi. Kuna kama mkiingia kwenye king'amuzi cha Azam kuna sehemu imeandikwa others. Jamani, wangapi wameiona? Na wengi tumejificha huko. Sasa hapa inaonyesha soko limekuwa, lakini MUX capacity haipo. Kwa hiyo mtu analazimika aende kwenye transponder ile ile ya Azam ili aonekane kwenye ving'amuzi huku. Sasa kwa vile sio kwamba wamevunja sheria, ni by default anarusha service yake kwenye transponder ambayo inatumika Azam, na wengi wengine wameona waipitie mlango wa nyuma. Sasa hili ni tatizo nalo, ni finding nyingine tukaona inahitaji solution. Post digital TV migration, tuliona kuna massive TV digital divide ambayo nimeionyesha pale. Tumeona kwamba kuna matangazo haya support sustainability, kwa sababu FTA tunaishi kwa matangazo ya biashara. Matangazo haya support sustainability ya vituo vya utangazaji. Lakini tumeona jingine ni kwamba kama nilivyosema, matangazo ya biashara kuhusu TBC, na kumekuwa na redio nyingi sana. Study inasema fragmented radio leading, labda nisome kama ilivyo. It is also arguably the case that too many FM radio licensee, wakati huo walikuwa 169, exist in Tanzania, leading to a weak and a fragmented radio sector. Ili nitalielezea basi. Sasa tuje kwenye mapendekezo. Mapendekezo ni kama ifuatavyo. Mliona ile complexity. Mwishoni tukajiuliza kwenye kinachomfikia mteja ni nini? Ni content. Hivi mambo mengine ya platform, radio, TV, sijui nini, you can put it in a license condition. But let us simplify our license. Let us have a content service license na kile kinachobeba kama nilichosema infrastructure network facility. Ukiangalia ile picha yangu ya kwanza, upande wa juu content ndio hiyo tunaita content service license, na upande wa chini wa infrastructure mkiona ile ambayo ina platform ya satellite, terrestrial cable, huku mwisho tunasema tuwe na facility license ambayo ina platform zote hizo. Hizi details ziwe kwenye license condition, lakini naming of the license should reflect the product. Sasa nilizungumzia kuhusu hii, na namshukuru mkurugenzi mkuu toka ameingia TCRA, hii kitu amekuwa anaisisitiza sana. Kuna kitu tunachoita technical economy approach. Naomba nielezee kidogo. Broadcasting sio kama telecommunication. Is not a fast moving product. No. You have to plan technically and economically in a certain service area, na ujue kwamba hiki kitu kita sustain. Ukienda haraka haraka ukaacha market force kama tunavyoiachia telecom, tutafail, kwa sababu hii ni huduma, is not a fast moving product. Kwa hiyo hii approach ya technical economy unafanya modeling ya technically
and economically modeling your planning before issuing a license. Kwa hiyo kumekuwa na msisitizo mkubwa sana sasa kwa regulator economy regulation kwenye kazi zetu, ili tuweze kubalance. Hasa inaleta impact kubwa kama hii technical economy approach isipofanyika kwenye broadcasting, kwa sababu hii ni huduma. Kwa this is the recommendation ambayo tumeona tuifanyie kazi. Television, to review the definition, lakini vile vile to extend license kutoka miaka 5 mpaka 10. Leading consultant aliangalia hili jambo akasema linaleta faida kubwa kwa leseni. Kwa hiyo tunapendekeza itoke miaka 5 mpaka miaka 10 kama mlivyoshauri. Pige makofi jamani. Alafu jingine na mlilizungumzia, na ndio maana engagement kwa regulator ni muhimu sana. Tuondoe haya mambo ya district, tuondoe haya mambo ya regional, lakini mtu aende kutokana anavyoona anaweza kukua. Na hili mnasemaje? Lakini jingine, audience viewership and listenership data. Mmepiga kelele sana kwa yale makampuni, mkasema kuna rushwa, kuna nini. Sasa hivi tumeanza kulitekeleza, na leo Dr. Mkoko atatoa a very brief. Na hilo mnasemaje? Hili nalo tunaendelea kulizungumza, la public broadcaster kama linavyosomeka pale. Lakini kuna kitu kingine ambacho tumepropose, tuje na FTA MOOCs. FTA MOOCs, na nitalieleza kwa ufasaha ili muweze kulielewa. Huyu tumeona kuna burden kubwa sana, kelele nyingi. MOOCs tumemwekea masharti 1 ya 3 lazima ubebe FTA. Akaja a very reasonable argument. Jamani, sasa mnaponiwekea masharti, mimi nafanya biashara. Sasa masharti na biashara vipi? Mimi mnipe flexibility ya kuangalia nitapangaje MOOCs capacity yangu. Kwa hiyo tukasema ili tusiweke burden kwa huyu MOOCs, tumuondolee mzigo huo na tuje na FTA MOOCs ambaye kwa kuanza tutaanza na DTH, kwa sababu network is not DTH investment sio kama kivile, lakini iwe an organized manner. Wale wanaojificha kule kwa Azam kwenye others tuwahalalishe, tuwatengenezee platform yao, lakini vile vile to liberalize importation ya ving'amuzi vya FTA. Kwa hiyo wewe itakapo review na wizara hii, wewe utakuwa na uwezo wa kuimport ving'amuzi vya FTA ili mradi vimekuwa type approved. Kwa hiyo tuna offload mzigo na burden kwa MOOCs, kwamba tunashindwa kujiendesha kwa ajili ya MOOCs. Yule atakayebaki kule atabaki with the commercial terms, atabaki kwa kupenda kwake na atawekewa commercial terms na yule anayembeba. Kwa hiyo justification yake ni nini? Ni to offset burden and overhead cost incurred by MOOCs and support services, to increase penetration of FTA TV channel in the country, as this will be implemented in tandem with liberalization of set box. Hii transition lazima tuidesign ya kumtengeneza huyu FTA MOOCs, tuidesign, tuiplan vizuri, iwe inaenda gradually but stable. Kwa hiyo hapa ndio kutakuwa na kazi ya kudesign hii transition period. To increase competition on FTA channel carriage between existing MOOCs, alafu to design hiyo transition period. Namaliza dada. Radio, tunahitaji kureview definitions kama tulivyosema, na yenyewe leseni yake toka miaka 5 mpaka 10, kuondoa vile vikwazo vya district, regional. Audience viewership, ili iwe na credibility, tumelifanyia kazi na tumempata chuo kikuu ndiye anaifanya kazi hiyo, na mtamuona hapa hata ile methodology yenyewe mtaona hivyo iko very credible. Unajua kwamba kitakachotoka hapa kimeiva. Changing commercial ile niliwaambia sisi tunaitwa commercial, sasa tutaita private. Hilo nalo mnasemaje? Si kuna religious hapa? Tutaita private. The existing license fees are reasonable, tutaziloa ili ziwe reasonable.
na public broadcaster station to refrain, tunalifanyia kazi hili, lakini vile vile lesson procedure for mergers and acquisition. Hilo ni upande wa radio. Upande wa online na yenyewe tuta review definition, lakini kwenye online tumeanzisha kitu, tunapendekeza kuanzisha kitu kinachoitwa amateur. Huyu anaweza kuingia kwenye online mwaka mzima bila kulipa chochote, ajifunze biashara ile mtandaoni ikoje, inaendaje, kwa hiyo mwaka mzima. Kwa hiyo hawa tutawaita kama amateur. Lakini vile vile tuta ensure proper content ratings. Kumbuka kule tulikuwa na changamoto ya watershed. Kwenye online huna masuala ya watershed, sio? Kwa hiyo lazima pale kwenye code, kwenye content uwe unatoa classification na uhakikishe masuala ya parental guidance. Lakini jingine, matangazo ya biashara, walilia sana watu wa mainstream kwamba mnatushika mkono huku mnatuachia. Kama tunapiga marufuku matangazo ya biashara yanayoumiza watoto, ya pombe na nini, ile restriction iwe pot. Kwa hiyo tuna kitu kinaitwa Codes of Advertisement and Sponsorship ambayo italetwa kwenu ili muiangalie, ili katika swala haya ya matangazo kwenye media tujenge usawa, creating a level playing field. Thank you for listening.